tutasoma katika kitabu cha Kutoka 14 mstari ule wa kwanza na kuendelea mpaka 27. Ninaamini kwamba ukifungua masikio yako neno hili litakujenga na litakusaidia wewe. Haya ni maajabu mojawapo katika maajabu ambayo Bwana amefanya katika ulimwengu na dunia tunayoishi. Ndugu zangu, leo kama utakuwa mtu wa kukata tamaa na kukatishwa tamaa kwamba Mungu hayupo, nitakuambia pole sana, kwa sababu Mungu yupo na Mungu amefanya mambo makubwa, si kwangu tu na si kwa Waisraeli tu, lakini Mungu amefanya maajabu kwa dunia yote. Na maajabu hayo, kama leo utaamini moja ya maajabu tu, moja ya maajabu ambayo Mungu amefanya, leo na wewe utakuwa na imani ya kumwamini huyo Mungu anayetenda maajabu. Leo tunaona kwamba, ndugu zangu, Mungu wetu aliwaondoa wana wa Israeli katika utumwa. Leo mtu akiwa mtumwa wa jambo lolote ni hatari sana. Leo tunaona watu ni watumwa katika ulevi. Watu wanalala hata katika baa, na analala leo, analala kesho kwenye baa. Huo ni utumwa ambao Mungu anataka akuondoe huko katika utumwa namna hiyo, uishi katika maisha mazuri. Na ndivyo ilivyokuwa wana wa Israeli waliishi katika utumwa miaka 450 katika nchi ya Misri, na wao katika utumwa ule wakatumikishwa na Wamisri na wakalia sana kwa kilio kikubwa kwamba, lakini Mungu kama upo, kwa nini sisi tuwe watumwa? Kwa nini tutumikishwe? Na wakalia, na baadaye Mungu akaona huruma. Na unajua, kila jambo linapotokea, saa nyingine ujiulize kwa nini. Sababu wana wa Israeli wakateseka miaka 450, walifanya jambo ambalo lilimuudhi Mungu sana. Jambo hilo ni hili: walimuuza Yusufu, wakamuuza, au walitaka kumuua, lakini kaka yao akasema hapana, huyu tumuuze tu. Na akauzwa, akaenda katika nchi ya Misri, akakaa utumwani. Yeye ndiye alianza utumwa, na Mungu akaona hawa wamemuuza huyu kutoka nchi ya ahadi, na leo wao wakae kwa raha. Hapana, wataenda huko nao wakao watumwa. Na ndivyo ilivyo, wanadamu walimkosea Mungu, na Mungu aliwapa sheria, na sheria zile wakazivunja. Leo ndio tunaona kwamba tunaumwa, tuna magonjwa yasiyotibika. Kila siku mwenzangu anaumwa, kila siku anaenda hospitali, kila siku tunaona umaskini, kila siku tunaona ukandamizwaji, shida. Unakandamizwa na maisha, unakandamizwa na kazi yako. Lakini ndugu zangu, napenda niwaambie kwamba yuko Mungu. Na kama wana wa Israeli walipokumbuka kwamba tumemkosea Mungu na Mungu tusaidie, tusamee, Mungu akasikie, na Mungu akawasamee, akawatoa katika utumwa wa Misri ambao walikuwa wameteseka kwa miaka 450. Sasa baada ya kuokolewa huko, lakini wana wa Israeli walipokuwa wakienda katika mwendo ule wa safari kwenda katika nchi ya ahadi, baada ya kukombolewa,
Wao hawakumheshimisha Bwana aliyewatoa katika utumwa kama ipasavyo. Kila siku walikuwa na madai, kama ambavyo wewe katika utumwa wako wa maisha una madai. Una mtu unamlaumu, labda unalaumu bwana mume wako, labda unalaumu mke wako, labda unalaumu watoto wako. Kila siku wana wa Israeli walikuwa na kitu ambacho wanaona sio sawa, pamoja na kuokolewa. Lakini ngoja nikupe tabia za mtu mmoja, mtu aliyeitwa Musa, aliyejua ukuu wa Mungu, na pia akawatia wana wa Israeli moyo wakati walipofika mahali ambapo hawakuona njia. Wakati unapofika mahali ambapo huoni njia katika maisha, ni lazima uwe na imani. Lazima uwe na imani kwamba yuko Mungu. Yuko Mungu ambaye ana nguvu kuliko wewe. Mungu ana nguvu kuliko jaribu lako. Jaribu lako sio kubwa kuliko Mungu. Wala jaribu lako sio kubwa kama Mungu ambaye anaweza kubadilisha mambo. Mungu anaweza kubadilisha mambo wakati wowote. Yoyote, wakati wowote Mungu anaweza kubadilisha mambo. Mungu akawaambia wana wa Israeli, Musa akawaambia wana wa Israeli, tulieni. Leo nawaambia msiogope, maana haya mnayoyaona, au kama ni maji mbele au ni wana wa Misri, hamtaona tena milele. Ina maana kwamba huyu Mungu atafanya jambo. Wangapi wanaamini kwamba Mungu anaweza kufanya jambo? Ndiyo maana yake wewe unaitwa Mkristo. Unaitwa Mkristo kwa sababu Kristo anaweza mambo yote usiyoyaweza. Yale usiyoyaweza Mungu wako anayaweza. Kama wewe umekandamizwa, bado Mungu anaweza kukuokoa katika jaribu hilo. Hakuna jambo linalomshinda. Kwa hiyo Musa alikuwa na imani ya kutosha kumuondoa pale alipokuwa. Sijui kama wewe una imani ya kukuondoa hapo ulipo. Pengine upo katika jaribu fulani, upo katika shida fulani, lakini sijui kama wewe unayo imani ya kukuondoa hapo. Naona vijana hapa wanapigwa na maisha, ndicho kitu kikubwa. Sijui nitapata wapi nyumba, sijui nitapata wapi mme, sijui nitapata wapi mke. Kuna mambo mengi vijana wanahangaika nayo. Lakini Musa alitembea na kuamini Mungu kiasi kikubwa sana. Aliamini Mungu kwamba kama hapa hali ya maisha yamenikwamisha hapa na bahari ndio hii, lakini Mungu wangu atafanya jambo. Bahari ndio hii, na mimi sijui bahari itakuwa aje, barabara itatoka wapi, lakini mimi najua Mungu atafanya jambo fulani. Silijui na wala sijui atafanya kwa namna gani. Maana hata Musa hakujua kwamba Mungu atafanya kwa namna gani, lakini Mungu alifanya kwa namna hii. Mungu alileta upepo ambao ulitingisha bahari na kuupiga maji upande huu na upande huu. Basi hapa katikati pakawa hapa, ikawa kavu. Jamani, barabara baharini sio jambo la kawaida. Sio jambo la kawaida. Ni jambo la kumshukuru Mungu wetu sana. Mungu muumba wa mbingu na nchi. Mungu ambaye anaweza kutenga maji baharini, barabara ikawepo. Mungu ambaye anaweza kupasua jiwe likatoa maji jangwani. Mungu huyu ndiye Mungu tunayemwamini. Huyo Mungu anayeweza kufanya hivyo ndiye Mungu tunayemwamini huyo.
ambaye anaweza kufanya miujiza, matendo ya ajabu ambayo sisi hatuwezi kuyafanya. Jambo ninaloonea fahari Mungu naye muamini ni kwamba anaweza kufanya jambo ambalo siwezi kufanya. Naonea Mungu fahari kwa sababu yeye anaweza kufanya jambo ambalo siwezi kulifanya. Siwezi kulifanya. Sasa hilo jambo kwa vile yeye anaweza kufanya, basi yeye ni Mungu wa miujiza. God of miracle. Huyo anaweza kufanya miujiza kwako, anaweza kufanya miujiza kwetu, kwa kanisa, anaweza kufanya muujiza kwa familia yako. Mungu anaweza kufanya muujiza kwa mji wa Arusha. Mungu anaweza kufanya muujiza kwa nchi yetu ya Tanzania. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ndugu zangu, sasa tunaweza tukaamini kwamba kumbe safari yetu katika Bwana wokovuni tunaweza kufika. Ahadi ipo kwamba kila atakayemwamini kwanza hapa atapata mara 100. Nashangaa sana watu wengi ndugu zangu wanapata shida ya kupata vitu kutoka kwa Bwana na kusema Bwana, ukimtumikia Mungu kazi ya misheni Bwana hiyo. Shetani alibatiza akasema hivyo ili kwamba wewe uone ni kazi ya bure. Nifanya kazi ya kanisa, kazi ya misheni Bwana haina mshahara. Nani aliyekwambia haina mshahara? Kazi ya Bwana, kazi ya kumtumikia. Nani aliyekwambia haina mshahara? Huyo aliyekwambia haina mshahara ni muongo. Kazi ya Bwana ina malipo, yameandikwa kama ifuatavyo. Hayo malipo yake yameandikwa kama ifuatavyo. Wewe ukimwamini Mungu, kwanza utapata uzima wa milele. Sawa? Utapata uzima wa milele. Na ujue kwamba uzima wa milele una faida, kwa sababu utaokolewa na moto wa jehanamu. Kuna watu wengi wanabatiza vitu vya ajabu, sijui hata wanavitoa wapi. Wanasema hivi, bwana, unajua Mungu hawezi kuteketeza watu wengi namna hii. Mbona wakati wa Nuhu aliteketeza? Hivi mnakumbuka? Hao hamjui. Mbona aliteketeza Sodomu na Gomora? Mbona aliwateketeza? Sasa wale wasioamini, jehanamu ya moto ipo. Napenda leo pia nikutangazie, jehanamu ya moto ipo. Na ukimwamini utapata uzima wa milele. Uzima upo kwa wale watakao muamini. Sasa sikiliza basi. Kwa wale wasiomwamini, kwanza uzima hautakuwepo. Wale ambao hawatamwamini Yesu, kwa sababu Yesu ni njia, kweli na uzima.